Kwa nini nafundisha kuhusu agano? Hata sisi watumishi wa Mungu wengi, ukiingia kwenye wito ukiwa unalijua agano, utafanya vitu vikubwa sana, na popote utakaa na Bwana atakutembelea hapo ulipo. Bwana asifiwe. Popote utaenda, ukikwambia nenda, utaenda na utakaa na utaona Mungu atakutembelea popote pale. Swala kumwamini Mungu lina changamoto sana. Tunataka tuombe lolote kabla ya kumwamini. Shughuli ndio kuokoa mzito wao. Tunataka tuombe lolote kwa jina langu kabla hatujamwamini. Ndio hapa tulipotokea tunaangalia upande wa pili kwa nimekata sasa nimetoka kwa kweli na naona ni hiyo kama sione na kazi nzuri wani wana sasa hivi sitoi wani sababu ya jua agano. Agano pekee yake ndio kufanya mwambie Mungu nizungumza hivi imekuwa mbona uko kimya? Ni agano tu. Na Mungu atarespond, atajitetea. Mshauri Mungu anajitetea. Atajitetea kwao. Anatuliza moyo wako. Kwa sababu umeomba unakumbusha wewe Mungu si Mungu unaheshimu agano. Mungu anasema ninaheshimu agano. Wayahudi sasa hivi usifikie wanafanya vizuri sana kuliko hao. Kuna mambo pia mashoga kwa pale pale Yerusalemu. Naelewa ni watu. Lakini kwa Mungu alipigania kwa sababu ya neno lake na aliona na hata kuamsha watu wote wakiingia kwenye agano. Daudi, Ibrahim, Musa kuamsha. Lakini anavuka kila siku. Sio kama ni watu pale wenyewe. Usizungumze Yerusalemu pale. Akifuka unaenda jela. Hiyo ni sheria ya vitisho. Amini kama hiyo itakuja kwa amini kitu. Na kina Netanyahu usiwaambie bali za Jesus is Messiah wanakushinda dalili ya pili, lakini Bwana Mungu anawapigania kwenye vita na wanawapiga wanakushinda vita kwa sababu ya jamaa wanatambia hapo wanashinda vita ile yote na tukipigana na nchi nne kwa pamoja na kwamba tunashinda. Nishangaza Netanyahu anaongea with confidence. Tukipigana na nchi nne kubwa kwa wakati mmoja tunashinda vita vyote. Msisahau Misri kwa Mungu alishindia Misri. Alipigania kwa Adolf Hitler. Wanashuhuda Mungu akipigania nyuma kwa maana ya tofauti kwa sababu ya covenant. Inawezekana leo nikipata kutafanya leo ndani mtaona tofauti juu ya watu hao. Mungu asifiwe sana. Covenant. Nilikufundisha nguvu ya agano, kinafundisha umuhimu wa agano. Yaani leo anasema ndio anataka Paulo, Mungu anaita mpira kati kwa sababu ya agano. Wana Mungu, ukifanya tukizungumza utamdai Mungu. Ndio utamsikia Daudi alipoomba maombi bado mwenyewe unaweza kucheka. Mwambie Mungu usijifanye kiziwi. Nilisoma Biblia ameandika hivi. Hadi bado ni translation za Kiingereza. Daudi anamwambia Mungu unijibu maombi yangu, usifanye kiziwi niombapo. Unisikie. Una leo siombe sio kitu. Lazima ufahamu. Agano Mungu anazungumza win-win. Akihitaji chochote kwako, you provide. Hallelujah. Nikutajie faida chache za kwenye agano. Ninakupa uhakika wa kujua matokeo baada ya ibada. Iwe ni maombi au hata sadaka. Ninakupa kuyajua matokeo baada ya ibada. Faida za agano. Pili, kuyajua mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 5:14 inazungumza. Na huu ni ujasiri tulionao kwake kwamba tukiomba sawa na mapenzi yake yeye afanyaje? Atusikia. Utayajua mapenzi ya Mungu. Efeso anasema tumeitwa
kuyahakiki mapenzi ya Mungu. Paulo anazungumza kwenye Efeso. Sisi tunataka tuyahakiki, sio kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Tunahakiki kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ibada tatu, ibada ya maombi haitakuwa sababu kwako. Hiyo ni ibada ya kumtolea Mungu ya maombi, yaani kwamba haitakuwa sababu. Anazungumza Daudi kwenye 122. Sababu nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Ninapokuwa kujua wewe mwakilishi wa Mungu pale ulipo. Ninapokuwa kujua wewe ni mwakilishi wa Mungu popote unapokuwepo. Agano. Hutajidharau. Utajua tunipo kwa sababu Mungu anataka niwe hapa leo. Hutawahi kutoka kijijini huku. Utajua tu hapa nimewekwa kwa sababu kwa kitu Bwana anataka afanye na mimi eneo hili. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Tano. Utajua ni mjumbe halali wa ufalme wa Mungu na vitu vyake. Wewe ni mjumbe halali kwa sababu ya agano. Sita, hutaruhusu ibada yako iingiliwe na kitu chochote. Hiyo ni ibada ya kumtolea Mungu au ni maombi. Popote ulipo utasikia tu mzigo kuzama kumesi. Hutaruhusu iingiliwe na mtu yote. Kuna binti yangu mmoja alikuwa anapambana kwenda kufanya kazi nje. Hayo sana. Nikamwambia unaenda. Tukafanya maombi akasema baba, yani kwa kweli zaka zangu zote nitakuwa nikitoa. Nikamwambia amina mwanangu. Niko nje ya nchi lakini nitakuwa nafanyaje? Nazitoa. Nikamwambia wewe kitu umefanya vyema. Akaendelea kutoa. Anatoa. Hata ila tu msuzuri kwa yeye. Akaingia bisi moja kwa bena. Baba nimeingia mchezo, nitatoka baada ya miezi mitatu. Maana leo tena nachezea kwenye mchezo na mwanangu, ukija kwenye utajaribiwa. Nikamwambia sikuzui lakini utaenda kujaribiwa. Usifanye hiyo kitu. Usichezee hela ya Mungu mchezo. Toa hela ya Mungu kuchezea mchezo wako. Usimwingize Mungu kwenye mchezo yako. Bwana asifiwe. Ameingia maagano na wenzake, mshauri bwana mtoa ndio kwa huyu kwenda na huyu. Hivyo miezi mitatu imefika miezi mitatu. Anatoa zaka. Kajicho wale zake mwezi mmoja. Nikamtumia voice kwa bwana kama umejaribiwa eneo hilo. Fanya biashara zako nyingine tu za ujenzi. Acha hiyo kitu. Nikamwambia usifanyaje? Usitoe. Acha. Usifanye hivyo tofauti na ulivyokusudia. Hiyo ni laana. It's better uanze kutoa. Kwa nini utoe kulaaniwe? Ni bora usitoe. Amina. Ikampa shida sana. Amekaa asumbua na kichwa chake na mashauri yake yanapingana kweli kweli. Baada ya wiki mbili anaamua kuideliver mwenyewe kwa maumivu makubwa kweli. Ameona nyingi. Zake ni sadaka za kiagano. Moja sadaka za makosa ni kitovu. Ni sadaka aliyomwambia kama muamini mchungaji usitoe hiyo kitu. Ukijua mchungaji ni Mungu, jiambatanisha, usiache kutoa. Labda kama mwelewa mchungaji kama simuelewi huyu, ningatoa usitoe mzigo. Fahamu ndio sadaka pekee inaweza kufanya usisikie kama mtumishi ni muongo au mshenzi tu, mchafu ila usijue. Kwa sababu ni kitovu, unajiungamanisha na hiyo madhabahu. Haleluya. Hilo ni agano, ni pekee. Mungu anapigania watu ambao wenye covenant sana. Yeye anataka leta ya ndege, utakuwa na wewe kwa sababu ya agano. Kwa hiyo ndio tunataka. Mnanielewa tu Mungu? Agano ni kitu kigumu sana na ibilisi haruhusu yoingia. Unaweza kuwa na agano lakini unanyang'anywa kuona matokeo ya kile unachokiamini.
alinyang'anya kuona matokeo yanayokiamini, kwa sababu agano linakupa kuyaona matokeo ya kile unachokiamini, wala hutazimia njiani. Ukiangalia Yohana 11 ile 39 na 40, wakati Martha wamemzika Yesu, Martha Yesu anamwambia toeni jiwe, na anamwambia mzee, siku ya 4 ananuka. Yesu alimwambiaje? Sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Ishu ya kuamini ni ishu ngumu. Unaweza kuamini lakini ukashinda kudumu kwenye kuamini. Kuna maeneo yatakuvuruga Mungu wako na usiamini na usijue kama hauamini. Na matendo mbaya wakati tunapambana na mambo mengi, atakupisha kwenye mitandao na anafundisha Mungu leo washenzi. Utakutana kila mara na kila fikra huru, fikra pepo wale. Unajua wale ukipata kumsikiliza yule hutaabudu kama una neno ndani yako. Kama una Mungu ndani mwako, ukitega sikio kusikiliza wale jamaa, utaanza kufanya matambiko, utarudi kwenye asili. Ujaelewa kwamba Mungu sikutane nao. Ibilisi ni advance. Na hapo peji zao zinakuwa publicized, zinakwenda on air sana, zinaenda mbali sana. Ukipiga neno la Mungu la msingi kule unapata wiki 5 na umepiga vitu vya msingi, lakini anazungumza ushirikina wale na wana comment tumeendelea, aisee umetufungua kweli. Wanakwambia umetufungua kweli. Na tumishi mmoja anazungumza na kule kabila baba ya wazee, nikashangaa sana. Mchungaji anazungumza kapiga kama kwenye kabila ya wazee, kawa hapo kana uenda wazimu, tumemtoa wapi huyu? Kapiga magoti wa wazee kwenye makaburi wamekufa. Nini kwenye kaburi la Yesu mule, kwenye kaburi la Petro unaongea, unashinda kwenye kaburi la babu yako unayemjua. Ana logic, anazungumzia logic yuko kanisani madhabahu ni mchungaji. Na piga huo mshono wako. Ndio ameshakufa na msikia wapi? Ni majini tu yale. Mizimu inazungumza mizimu. Sio mababu. Ndio ameshakufa umeenda. Mizimu imekana dini na familia. Inaongea mpaka kilugha. Kwa sababu tulipo mandate imefungulia mlango kutulinda. Imekaa muda mrefu inajua kilugha yote inajua. Ni majini tu ya shetani tu ile dawa yake kubwa ya kuzimu. Inaitwa mizimu. Ni sio mchezo, wanaabudiwa wale. Wale principalities. Lakini kwa sababu ya ujinga, ya kutokujua agano, unarudi kwenye agano la nyonge kabisa la nyuma kule. Unashindwa kujua thamani ya msalaba na damu ya Yesu inaonena mema kuliko ile damu ya mbuzi yote ndiko unachinja kwenye makaburi na kondoo kule. Mungu asifiwe sana.